Haleluya, watu wa Mungu. Basi hii Biblia hii ni zaidi ya katiba, yaani katiba iliyotungwa na nchi yoyote au na nchi yetu ya Tanzania imechukua vipengele vingi katika Biblia, lakini hii ndo katiba mama. Kwa hiyo hii Biblia kuna kitu imeandika hapa katika Misali 6 mstari wa 32, inasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Yaani hili limenyoka hivi hivi. Mtu yoyote ambaye anazini hovyo, mimi naamini hawezi akawa jasiri kufanya lolote, na hawezi akakubali kukosoreka. Unaziona hizi nchi nyingi hizi ambazo tunazo ni nchi ambazo mimi naamini asilimia kubwa tunaongozwa na viongozi ambao wanazini hovyo, na ndio maana unakuta kuna baadhi ya vitu vingi haviendi sawa sawa. Yaani nchi nyingi za Kiafrika hizi aidha za kizungu ambazo viongozi wameweka sana mbele zinaa, kwa sababu ukisha zini tu hakika ujasiri unapungua. Ukisha zini na mke ambao sio halali yako, ujasiri unapungua, yani automatically. Na ndio maana leo hii hizi tawala zinaongozwa katika steli ambazo haziko sawa. Kiongozi ukimkosoa anakasirika, ukimpanga kwamba tufanye 1 2 3 anakasirika, kwa sababu kuna kuwa ndani yake kuna chembe nyingi za zinaa. Kwa hiyo mtu yote anayezini aweze akakuongoza na mkafika salama. Na ndio maana nchi nyingi hizi zina matukio mengi ya mauaji. Chanzo kikubwa ni zinaa. Ukishaanza kuzini hovyo, akili automatically inaondoka, na pia kwenye moyo wako inaingia fedheha ya kufanya ubaya zaidi ya ubaya. Kwa hiyo unajikuta muda wote unaishi kwa kujihami. Yaani unakuwa kiongozi lakini unaishi kwa kujihami. Kinachopelekea mpaka kujihami, asilimia kubwa nyuma ya huko kujihami kuna zinaa. Zinaa ni kitu hatari sana. Kiongozi yote anapozini, mjue nyinyi mnakokwenda mko salama. Kiongozi yote katika nchi yote, katika dunia yote, kitendo cha kuzini mnakokwenda mko salama. Automatically mtatokea pabaya. Kwa hiyo zinaa ni hatari sana. Jiepusha, uwe kiongozi, uwe mtu mwenye nafasi yoyote katika jamii. Ukishaanza kuzini tu, yani utawatumbukiza, na hiyo taifa nalitumbukiza polini, utalitumbukiza pabaya. Kwa hiyo mimi na sina koja kwamba hii Biblia imenyoka, hii ndio katiba. Kwa hiyo ukifuata hii Biblia ina tu vitu ambato ni maisha, utajikuta wewe mwenyewe unaanza kufanya vitu sawa sawa, kwa sababu ya hii kitu ni zaidi ya katiba ya Tanzania, zaidi ya katiba ya Zambia, zaidi ya katiba zote duniani, hii Biblia. Amen.